Habari wadau wa Brainmaster. Leo nauletea mfumo wa makusanyo na tathmini za ada. Kama unavyoona kwenye skrini yako hapo, huu mfumo una sehemu kuu 7. Una sehemu ya total fees kama unavyoona hapo, una sehemu ya total paid, alafu una sehemu ya balance, na una sehemu ya add student, na una sehemu ya collect fees, na kuna sehemu ya instrument, na kuna sehemu ya report. Huu mfumo ni mfumo wa online ambapo utakusaidia mmiliki wa shule, mhasibu, mkuu wa shule kuweza kutrack na kubaini mwenendo wa biashara yako ya shule inavyofanya kazi, kiasi ambacho tarajio cha kukusanya ada. Hii sehemu ya total fees ni sehemu ambayo tunaamini ni sehemu inachukua tarajio la makusanyo ya ada ambayo utayakusanya. Na sehemu ya total paid, hii ni sehemu ambayo inaonyesha kiwango cha ada iliyolipwa katika shule. Na sehemu ya iliyoandikwa balance ni hela ambayo haijalipwa na wanafunzi katika shule husika. Hii ni sehemu ambayo tunasema ni ile hela ambayo inatarajiwa kulipwa lakini watoto hawajalipwa. Kwa hiyo lazima tuwakumbushe wazazi waweze kulipia. Kwa kitu cha kwanza kabisa kwenye mfumo tutaanza na registration ya wanafunzi. Kama unavyoona saizi hapa total fees ni 0, total paid 0 na balance ni 0 sababu hakuna mwanafunzi aliyesajiliwa katika hii shule. Tuanze kusajili wanafunzi, tutaingia kwenye add student. Kwa utabonyeza, ukishabonyeza itafunguka form ya kujaza, form ya kufill taarifa za wanafunzi. Kwa hiyo hii sehemu ni muhimu sana kuweza kujazwa. Tutaanza na sehemu imeandikwa registration number, tutawapa namba wanafunzi wetu, labda ni 0001. Baada ya hapo tutakuja sehemu pa kuandika full name, utaandika jina la mwanafunzi wako lote, labda mwanafunzi wetu anaitwa Kagembe, tuandike Kagembe. Je, huyu mwanafunzi anayetaka kumsajili ni darasa gani? Utachagua madarasa hapo, labda darasa la 3. Namba ya simu ya huyu mzazi wa huyu mtoto, namba yake ya simu labda ni hii, utaandika hapo. Darasa la 3 inatakiwa kulipwa kiasi gani? Darasa la 3 mwanafunzi alipa ada shilingi ngapi kwa mwaka mzima? Labda milioni 1. Utaandika milioni 1 yako hapa. Hapa sehemu pameandikwa save. Kwa hiyo utabonyeza save. Baada ya hapo itasave, itakuandikia saving just wait, hapo imekuandikia student saved. Kwa baada ya hapo tutaendelea kusajili wanafunzi mwingine tena kama unao kadhaa, tuweke wanafunzi hata 2 au 3. Haya. Tuweke namba, registration number 002. Utakuja mwanafunzi mwingine, labda huyu tumuite Juma Ali, tutamsajili. Huu unaenda darasa la 3. Hapa sehemu pameandikwa phone, tutaandika namba ya simu ya huyo mzazi. Baada ya hapo tutakuja sehemu palipoandikwa total fees. Sehemu ya total fees ni sehemu ya ada ya darasa 3 ni shilingi ngapi, labda ni milioni 1. Tutaandika hapa milioni 1. Milioni 1. Baada ya hapo utakuja kwenye save. Kwa hiyo tutasave. Itakwambia saving just wait mpaka success. Kuandikia saved student. Tayari wanafunzi tumesajili wanafunzi wa sample, wanafunzi 2. Kwa hiyo hapo tuende juu tuone hawa wanafunzi 2 wanasomaje. Yes. Unakumbuka hapo awali tulionyesha sehemu ya total fees palikuwa panasoma 0 sababu tulikuwa tuna mwanafunzi ambaye kasajiliwa. Sehemu ya total paid ilikuwa nasoma 0, bado inaendelea kuwa 0, ila balance imekuja milioni 2 kwa sababu tuna wanafunzi 2 ambao tumewasajili darasa la 3 lakini bado hawajaanza kulipa ada. Kwa hiyo hela ambayo haijalipwa ni milioni 2 na hela ambayo tunatarajia kuipata ni milioni 2. Tuingie sehemu ya pili inaitwa installment. Hii sehemu ya installment ni sehemu ambayo utapanga zile awamu zako za malipo katika shule yako. Kwa tutaanza na sehemu iliyoandikwa, utachagua madarasa. Hii installment unataka kuiweka ni darasa gani? Mfumo utakuwa unakuuliza ili kutambua darasa.
labda ni darasa la 3, labda term ya kwanza. Term ya kwanza ada ni shilingi ngapi? Term ya kwanza wanafunzi wanatakiwa lipe 400,000. 400,000 utaenda kwenye neno save. Baada ya hapo itaanza kuchakata, inakuandikia saved installment imesha saviwa. Tutakuja sehemu muhimu zaidi, ni sehemu ya collect fees, sehemu ya kukusanya ada. Utabonyeza sehemu kusanya ada, fomu yako itafunguka kama hivi. Hapa juu inakuletea darasa. Unataka kukusanya ada ya mwanafunzi darasa gani? Utachagua. Tukiandika hapa darasa la 2, mfano hapa kwenye sehemu ya mwanafunzi, jina la mwanafunzi litatoka kwa sababu mwanafunzi darasa la 2 hatujasajili. Mwanafunzi usajili darasa la 3, turudi darasa la 3. Tuchague darasa la 3. Ukifungua darasa la 3 hapa patafunguka automatic. Wanafunzi wasajiliwa wamekuja. Kuna wanafunzi Kagembe na mwingine Juma Ali. Sasa hiyo ada aliyolipwa ni mwanafunzi gani? Ada imeitwa ya mwanafunzi Juma. Kalipa shilingi ngapi? Inakuuliza. Labda kalipa 200,000. Utasave. Cha save itaanza kuchakata, itakuandikia hapo taarifa yako payment saved. Haya, mwanafunzi tena mwingine ambaye anataka kulipa ada. Huyu ndio anaitwa Kagembe Mgalula. Kalipa ada shilingi ngapi? Labda kalipa ada 300,000. Kaja kupunguza 300,000. Then after utasave. Cha save, taarifa zako kujuu tena zinabadilika kutokana na kiwango cha ada kilivyokuwa kimewekwa. Tukija kupanda juu, ile sehemu ambayo ilikuwa inasoma dash na dash au 0, tumeona hapa kiwango cha ada ambacho nataka kukusanywa ni 2,000,000, iliyolipwa ni 500,000, alafu ada moja ya kusanya mpaka size ni 1,105,000. Kwa maana hapo kwenye balance nimekuandikia 1,105,000. Sehemu nyingine sasa muhimu ni sehemu yenye report, imeandikwa hii hapa report. Kwa hiyo sehemu ya report tuta click kuweza kufungua report zetu. Hii sehemu ya report, unataka kuona report inakuuliza hii report ya darasa gani? Unataka kuangalia. Tukiangalia darasa la kwanza, tuta click. Hii sehemu inakwambia view. Kuanza view inakuandikia darasa la kwanza, ada ile kusanya ile tarajio ni 0 na iliyolipo ni 0 na balance 0. Kwa sababu darasa la kwanza hatujasajili mwanafunzi yoyote. Tuone darasa ambalo tumesajili, tuingie darasa la 3 ambao tumelisajili. Tukishafungua hapo patakuandikia, utabonyeza tazama. Baada ya hapo utaangalia darasa la 3, ada ambayo inatakiwa kukusanya ni 2,000,000, iliyolipwa ni 500,000. Deni lilobaki ambalo halijalipwa ni 1,105,000. Kwa hiyo hapa itakiwa kuonekane. Baada ya hapo tutakuja tuone hapa chini pamekuandikia nini. Kwa hiyo unaona hapa chini wale wanafunzi ambao umewachagua imekuoneshea hapa kwamba huyu darasa la 3, majina yao, namba ya simu za wazazi, ada inayotakiwa kulipa 1,000,000, amelipa 300,000, anadaiwa 700,000. Huyu kalipa 200,000, anadaiwa 800,000 kama unavyoona hapo. Sasa hapa kuna option mbili. Unaweza ukapata pia option ya kudownload PDF ili kuweza kuwapa walimu wa madarasa kuweza kutrack na kuwasiliana na wazazi kuweza kukamilisha malipo ya ada. Kwa utabonyeza hapo imeandikwa download PDF. Kwa ukiklik hapo, PDF yako itaanza kuchakata. Baada ya muda kadhaa PDF yako itakuwa iko complete. Na baada ya hapo ukishakuwa complete, PDF yako utakuta hapa imekuja imepanda. Kama unavyoona PDF yako hii hapo, uta-click. Kisha click, PDF yako itafunguka. Kama unavyoona inakuandikia jina la shule, class fees report darasa la 3, tarehe ambayo umeprint, kiasi cha fedha ambacho tarajiwa kukusanywa, na total paid, hela iliyolipwa mpaka size ni 200,000 na ni 500,000, na hela ambayo haijalipwa mpaka dakika hii kwa darasa la 3 ni 1,105,000. Itakuletea ripoti ya wanafunzi wako wote, majina, darasa, namba za simu, kiasi tarajiwa kukusanywa, kiasi kilicholipwa na kiasi ambacho hakijalipwa. Kwa hiyo mfumo utakusaidia
mhasibu kuweza kuwapa walimu wa darasa hizi ripoti za PDF, kuweza kuwapigia wazazi na kuwatambulisha kuhusu malipo ya ada yanavyokuwa yana. Karibuni sana tupate mfumo wetu. Mfumo ni bei rahisi sana. Bei rahisi sana, tunakubaliana tu namna gani ya kufanyia kazi. Yani mfumo upo online, utafanya kazi hata kama upo shule, mhasibu, mmiliki wa shule. Mfumo utakuwa unakupa data zote kwa uhakika na kwa ufanisi mkubwa. Karibuni sana.